Leo hii hapo unataka kunizingua kiasi cha namna hiyo? Bosi, ile ni ajali tu. Mbavu mkubwa wewe. Ajali? Mambo ya barabarani unaleta hapa? Angelikuwa bosi mkubwa amekuja hapa, afu wewe umeangusha tofali, angeniona mimi sifai kwenye usimamizi. Pumbavu mkubwa wewe. Unachukulia mambo ya kawaida, unaanza kuleta mambo ya ajali unaleta hapa. Wewe Ngonyani, kama umeshindwa kazi, nenda kaoshe vyombo nyumbani. Mpumbavu mkubwa wewe. Usitaki kuniharibia mimi kibarua changu. Shenzi wewe. Na nyie nini? Mnataka kusema nini? Tokeni hapa, kaendeleni na kazi, aseni mambo ya kimbea mbea. Wote si ndio wale wale. Baba, leo tumekuja na habari njema kabisa. Kesho asubuhi inabidi uende Muhimbili kwa ajili ya kufanya vipimo kwa ajili ya matibabu yako. Kweli Mgaya? Ya, ndiyo baba. Asante. Asante. Usiwe na wasiwasi baba. Dr. Mage ameahidi kutusaidia mpaka mwisho. Hakuna kulala tena kwa hofu. Kesho unaanza mwanzo wako mpya babangu. Asante. Mgaya. Samudu gharama. Hata mimi ilikuwa ngumu sana kuamini aliponiambia mke wangu kuhusu Dr. Mage. Ila tulipoenda na mke wangu nikajipatia uhakika kilichokuwa kinasemwa ni sahihi. Matibabu yote ni bure kabisa, hatutotoa hata shilingi 10. Baba, tulikuwa tukikuombea kwa muda mrefu sana na Mungu amelijibu hili kupitia watu wema. Asante. Mimi naamini babangu, tunakoelekea unaenda kupona kabisa, unarudi kwenye afya yako kama zamani. Utarudi kama zamani? Ndiyo baba, na uhakika huo. Na kuhakikishia baba, hatutokuacha peke yako. Tutakuwa na wewe mwanzo mwisho mpaka pale matibabu yako yatakapokamilika. Asante Yolanda. Mama. Asante kusema. Asante sana. Sijali baba, ni jukumu letu kukusaidia na kuhakikisha unarudi katika afya yako ya zamani. Utakuwa sawa babangu na kuanza mwanzo mpya wenye furaha. Mwanangu. Asante sana. Asante Mungu. Umenipa matumaini ya kuishi tena. Asante. Asante Mungu. Kila kitu kimekaa sawa kwa sasa. Nimeongea na Faraja na amenikubalia. Akijifungua mtoto atatukabidhi. Mage, wewe ni rafiki wa thamani sana. Nilipoona ile SMS sikuamini kabisa. Niliona nimpigie mwenyewe nikusikie. Kiukweli nimefurahi. Nimefurahi sana. Nimekuelewa rafiki. Hili jambo tunalopitia ni kubwa. Najua nini ulikuwa unahisi. Asante. Asante sana. Umenipa amani ambayo sikuipata kwa muda mrefu. Hilo ndilo la umuhimu rafiki yangu. Kesho itakuwa siku yako nzuri na Mungu akutangulie. Iko wapi dhuluma ya akili? Eti kisa kuku kidari
unauza mtoto kisa salari, baada kutibu unapotosha daktari. Hongera sana mwanangu Mgaya. Unajua ni kweli kabisa, yaani bosi mpaka kukuamini na kukukabidhi ofisi yake kuiendesha, sasa umepata bahati sana, tena bahati mno. Unajua asilimia kubwa ya watu ambao kwa nini bosi hataki kuwakabidhi waliokuwa hapa muda mrefu kwa sababu ya juhudi. Hongera sana mwanangu Mgaya. Katika kitu ambacho unatakiwa ujivunie kwanza, kukubalika kwa haraka na bosi. Unajua nini mwanangu? Mimi mwenyewe sikutegemea kabisa. Sikutegemea kama nitapata uongozi kwenye kazi hapa. Yaani sikufikiria kabisa nitakuja hapa nifanye kazi tu hivi siku kadhaa nipate uongozi. Yaani sikufikiria hilo swala. Ya, kwa kweli yule jamaa ambaye wa kwanza aliokabidhiwa hiyo ofisi na kuiendesha, yeye alikuwa anatofanya vitu vya kipuuzi sana. Mwanzo kalala tu asubuhi akagombana na mwanamke wake huko akaja hapa ofisini. Basi siku hiyo kumbuka mtaishi kwa shida sana. Yaani mpaka sometime mnakatwa posho pasipokuwa na msingi wowote. Unajua sisi hapa tunavyoishi, japo ni wafanya kazi lakini maisha yalikuwa tunaishi kipindi cha nyuma, tulikuwa tunaishi kama ndugu. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani maisha yale yaendelee. Na kwa kuwa mimi nimekuelewa kama ni moja ya mtu ambaye tumelingana damu, basi mimi naamini utafanya kila kitu ambacho kitachokuwa sawa. Mimi nataka nitengeneze teamwork ambayo itaishi kwa upendo, tashirikiana. Yaani hakuna huyu atakayokuwa kwamba huyu tofauti kwa sababu ana cheo, huyu nani yuko hivi. Yeye awe juu kuzidi wengine. Sitaki hicho kitu. Nataka wote tuishi kwa usawa. Yaani sitaki yule eti huyu yuko juu, mwingine yuko chini. Yaani sitaki hao maswala. Eti kisa kwamba mimi mwanangu, mimi ni kiongozi wako wa kazi, umenikosea, basi kisa umenikosea wewe huwezi kuja kunichana, au mimi siwezi kukuchana wewe, inakuwa haipendezi. Sababu sisi wote binadamu tunakosea. Kwa hiyo nahitaji hivyo ili tukishakuwa teamwork tutapata hapo ushirikiano wa kutengeneza tofali. Yani hapa tutafyatua tofali mpaka nyinyi mtasema basi, sababu tutakuwa tuna nguvu moja, ushirikiano. Ila tukiwa kila mmoja eti analala kwake au analala kwake, hakuna kitu kama hicho. Sawa. Mimi nikupe tu hongera ndugu yangu. Nikupe hongera sana na nikutakia ufanisi mkubwa wa kazi. Ufanye kazi yako kwa ufanisi. Huyu bosi mimi namkubali sana. Katika mabosi ambao mimi nawakubali sehemu nilizopita nilizofanya kazi, mimi huyu bosi namkubali sana. Ila ukimzingua utaisikia hiyo. Gaya. Naisi bosi anakuita. Ipo wapi? Furaha kata kisimani, mjomba uko Bungo Karajani, kaitafuta furaha sioni. Nimekupa hiki cheo cha kusimamia hii kampuni na taasisi yangu, si kana kwamba wewe ni bora zaidi ya wengine. Unanielewa vizuri? Naelewa. Ila ninaamini na nina imani kubwa sana kutoka kwako, kutokana na uwezo wako, uadilifu wako, ufanisi wako mzuri wa kazi. Nahitaji kampuni yangu iweze kufanya vizuri, isogee kutoka pale ilipo sasa na kwenda mbele zaidi. Usije ukayafanya kama aliyofanya mtangulizi wako. Sihitaji wala sipendi kuja kusikia malalamiko kutoka kwa wafanyakazi wenzio. Sawa bosi. Nimekuelewa. Pia acha nitumie muda huu kushukuru kwa hii nafasi ulionipatia. Ni nafasi kubwa sana ambayo mimi mwenyewe kusema kweli sikutegemea kabisa. Na kuahidi nitafanya kazi, nitapambana kwa uwezo wangu wote ili kuhakikisha bidhaa zetu za matofali zinafika sehemu tofauti ili mradi kukuza kampuni yetu kwa ajili ya maslahi yetu sisi wenyewe na ili wateja wetu pia waenjoy huduma zetu. Nafurahi kusikia hivyo. Na nikwambie kitu kimoja.
Ukienda vile ninavyotaka, utakuja utafurahia matunda yake. Mambo ya mitandao unajua. Sasa hii ni kampuni ya matofali na biashara, Mgaya, ni matangazo. Si vibaya ukawachukua vijana wenzio mkawa mnajishuti viklipu, mkawa mnarusha kwenye mitandao ya kijamii. Mnatangaza pale bwana Angwisa hardware nini, Mnaelewa vizuri bwana. Kwa hiyo tutakuwa tumeitangaza na kuiboresha biashara yetu ndani ya Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam. Nadhani hata makampuni makubwa, viwanda, watu binafsi wataingia kufanya ubia na sisi. Pale ndo kampuni yetu na biashara itakuwa imekuwa kubwa zaidi. Alafu mimi pia nililiwaza hilo, ila sikuwa na namna ya kuanzia, ila kwa kuwa wewe mwenyewe ushasema hilo limeisha mslan. Kingine cha ziada kabisa, hiki ndio unatakiwa usimamie kwa umakini. Mfuko mmoja wa simenti haiwezekani kutoa tofali 40. Enendeni na vipimo sahihi kama maelekezo yanavyosema. Mfuko mmoja tofali 35 ziwe 35. Tangulizi wako alikuwa akitoa tofali 40 mpaka 60 mfuko huu mmoja. Matokeo yake watu wanachukua tofali wanaona hazina ubora. Sasa sihitaji kitokee kwako. Uimara wa tofali ndio utakayetufanya sisi biashara yetu iweze kukua na kupanuka zaidi. Na nielewa vizuri Mgaya? Yeah, nakuelewa boss. Nakuelewa kabisa. Sitegemei wizi utokee katika kampuni yako. Isitokee, maana hapa kuna vijana wengi waliokutangulia. Sasa asitokee hata mmoja kukurubuni. Eti kwa sababu una shida, sijui unalala mahali pabovu, huna chakula nini. Kama una tatizo lolote, mimi ndio mwajiri wako. Nipigie simu ama nitafute. Njoo ofisini kama hivi, niambie mzee kuna 1, 2, 3. Mimi sioni shida wewe kukupa hata 500. Tena sio kama nakukopesha, nakupa tu kwa sababu ni kijana wangu. Nikoni kwenda kuiba na kuiharibu jina la kampuni yangu. Sipendi kitu kitokee. Umeelewa kijana wangu? Nakuelewa. Nashukuru sana. Sawa. Nategemea ufanisi uliotukuka kutoka kwako. Kazi njema. Eti kisa kuku kidari, unauza mtoto kisa salari, baada kutibu unapotosha daktari. Kila kitu kimechukua sura nyingine. Siwezi kuelewa kwa nini mambo yanakuwa kama haya. Mama, pacha wake, kila mtu yupo kwenye mzunguko wa asili. Na mimi nimesalia hapa nikiwa na maswali yaliyokosa majibu. Halo Faraja mwanangu. Upo salama? Mama, nipo salama. Ndio mwanangu, vipi maendeleo ya tumbo lako? Namshukuru Mungu mama. Kesho kutwa nataka nije. Nina jambo muhimu sana. Jambo gani mwanangu? Nieleze hata kidogo. Hapana mama. Sio la kuongea kwenye simu. Ni mpaka tunane uso kwa uso mamangu. Sawa mwanangu, ukija tutazungumza. Asante mama. Tutaongea nikija kesho kutwa. Bye. Furaha kata kisimani, mjomba uko Bungo Karajani, nitafuta furaha sioni, baba mgonjwa kitandani, marafiki wa kweli sioni, msaada upo ila mtihani. Huyu ni nani? Kwa nini anafanana na mimi hivyo?
kuna siri ambayo nimeishi bila kuijua. Ikiwa kweli huo upo, mama atasema nini? Mke wangu, yaani nina furaha kupita kiasi. Otea ni nini? Otea ni nini? Nini? Jaribu basi kuotea kidogo. Mimi sijui bana. Umepandishwa cheo? Nimepandishwa cheo kazini, yani huwezi amini. Mambo ni hivi. Yaani kusema kweli namshukuru Mungu sana. Walivyosemaga kwamba Mungu hamtupi mja wake. Hicho kitu nimeamini mke wangu. Maana sasa hivi kila kitu ni murwa, kila kitu ni murwa. Naamini hapa tunakoenda sasa hivi. Mbona unaenda kuishi maisha mazuri sasa hivi, wenyewe utaenjoy. Hongera mume wangu. Lakini mbona mimi nakupa taarifa za furaha kabisa, lakini wewe furaha yako imekuwa ndogo au hujapenda nini? Nimefurahi sana, lakini kama leo ninavyojua sijisikii vizuri. Jamani. Kiukweli sipendi kukuona ukiwa na hali hii bana. Kuna muda jitahidi kidogo kuwa na furaha, ili hata mtoto naye kidogo huko tumboni anachangamka. Yaani wewe ukikaa kinyonge hivyo na mtoto mwenyewe anakaa kinyonge. Kwa hiyo jitahidi unachangamka kidogo. Sio unaona kama hivi sasa hivi swala la kazi limekuja. Bana usiwe hivyo bana. Napenda ukicheka kama hivyo. Ukifurahi unajua inapendeza. Mimi sipendi bana ukae kinyonge. Sasa hivi nimepandishwa cheo sasa hivi. Shida ndogo zile ambazo zilizokuwa zinakusumbua, maana hata mshahara unakuwa mnono kidogo. Hasa shuhudia sasa hizo zawadi. Kila siku nakuja na zawadi, kila siku zawadi. Mbona watakutambua mwaka huu? Leo kuna jambo muhimu sana nataka niwaambie ninyi nyote. Mgaya, jitihada zako za kazi, ushirikiano wako na mshikamano na wafanyakazi wenzio umenivutia vizuri sana. Sikutegemea kama wewe ungeweza kuwaunganisha wafanyakazi wenzio. Kuanzia leo, wewe ndio utakayekuwa msimamizi mkuu katika kampuni hii na ofisi yangu. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Nimekuelewa bosi. Pia nashukuru sana kwa hii nafasi, maana sikutegemea kabisa. Asante sana bosi. Hii ni kawaida. Unapotenda ama unapofanya kazi kwa ufanisi mzuri, sio kwamba mimi nimekuchagua kwa bahati mbaya. Hapana. Na kingine kwenu nyinyi nyote, kuanzia hivi sasa, heshima mnayoniheshimu mimi nimeishusha kwa Mgaya. Anapokuwepo Mgaya hapa ofisini, basi jueni Mr. Pachana nipo. Yoyote mwenye changamoto yoyote, kabla ya manunguniko, naomba lifike kwa Mgaya, alafu Mgaya atanitafuta kuhusiana maslahi. Chochote kile kifike kwa Mgaya, na yoyote anatakiwa afuate maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Mgaya. Mmenielewa vizuri? Kuna yoyote mwenye swali kati yenu? Basi kama hakuna, nadhani mmenielewa. Najua majukumu niliyokupa ni magumu sana. Sawa. Na nategemea ufanisi mzuri, mshikamane kwa pamoja. Sitaki yatokee kama yale yaliyopita. Kila mmoja awe huru. Asanteni sana. Nashukuru sana. Asante sana.
ya utapeli, ndio hali ya nyumbani mama. Jambo lako ndio jambo langu, na uwaga sikosei. Udugu wangu, nimekuletea daktari hapa nyumbani aje kumaliza jambo letu. Anisikilize tena, kwani hajabeba vifaa? Mimi nategemea ni kwamba ni muda wa kufanya kazi sasa. Daktari, karibu nyumbani, karibu ndani. Kwani kuna shida gani? Barawa, kwani hujamwambia? Daktari, si nilikueleza kwamba huyu udugu wangu ana ujauzito. Huo ujauzito anahitaji kuutoa. Sasa unauliza hata unauliza nini? Issue ushaijua kwamba anahitaji kutoa. Nataka tupige kelele ndugu yangu, au tatizo liko wapi? Si nimekupanga. Mimi kama daktari sishauriwi kabisa kutoa mimba. Na issue ya kutoa mimba inaweza kusababisha matatizo. Unaweza ukatoa ujauzito pia ukaua kizazi. Wewe anatoa risala. Wewe hiyo sio kicheni party. Umeelewa? Hakuna mtu anaofunga ndoa hapa. Iko hivi daktari. Mimi hapa ni mjamzito. Ujauzito mimi binafsi siutaki. Nataka niutoe. Yaani hata mtoto wako tumboni nataka niue. Si umemwelewa vizuri? Umeelewa? Mimi mume wangu ana shida. Ana matatizo. Yaani mume wangu mimi apigi chafya. Si unanielewa? Kwa hiyo nimetafuta mtu anaopiga chafya, akanipigia chafya kwa ndani. Ndio katoto kakapatikana. Kwa hiyo mimi sikataki. Upo. Kwa hiyo wewe unatakiwa utoe nini? Hii mimba. Unajua nyinyi madaktari ni watu ambao mpo makini sana, ni watu wenye akili zenu timamu, si ndio? Wewe kwa haraka uwaga kuna msemo wenu fulani uwaga mnasema kwamba mtu anapokula chakula, binadamu anapokula chakula kinapoingia kwenye mfumo, kuna chakula kinachotoka, alafu kuna kingine uwaga kinakaa. Kile chakula kinachokaa kuna namna yake, kile chakula kitakifanyaje? Kitolewe. Kisipotolewa, wenyewe huwa mnasema kwamba mwanamke anakuwa na hasira, anakuwa anafoka, uso unapoteza nusu. Unaona uso wangu daktari? Hivi wewe kwa elimu yako angalia chunusi, angalia sura yangu ilivyo. Unashindwa kugundua kwamba mimi na matatizo gani? Issue nini hapa? Mmenitia kuja kutoa mimba ama kutokupumuliwa? Sasa wewe Farida Mashombo, udugu wangu, issue ya sura na swala la mimba linahusiana nini tena? Sikiliza sasa. Wewe umemwelewesha ameshindwa kukuelewa. Niache nimueleweshe mimi kwa umakini daktari sogea. Yaani iko hivi. Sasa mambo ya sura na mambo ya mimba yanaingilia na wapi hapo? Wewe sikiliza nikwambie, wewe na usijizime data malao. Sasa inaingilia na nini sasa? Iko hivi. Usipopumuliwa vizuri, sura yako itakuwa na nuru. Hivi huyu daktari kweli kama angekuwa ni fundi kabisa, alipofika hapa sura yangu kabisa ilikuwa inaonyesha. Jogoo apandi mtungi. Nini nyinyi mnazungumzia? Apigi chafya. Iko hivi, mume wangu mimi ana matatizo, yani hapo hapafanyi kazi. Yaani mume wangu mimi hanipumulishi, umenielewa? Yaani hanitoi jasho, sipigi kelele usiku. Sijui unanielewa daktari? Unaelewa sasa? Kwa hiyo nilitafuta mtu mwingine ambaye anaweza kufanya kazi, ndo akafanya kazi kwangu. Kwa hiyo ndo maana huyu mtoto simtaki. Hapo ushaelewa? Ndio hivyo. Huo ndo mpango nilokuleta mimi hapa kwa udugu wangu. Ujue kwenye issue ya kutoa mimba unaweza kuja kupata matatizo makubwa sana. Kama hapo unaweza ukatoa mimba ukafa, unaweza ukatoa mimba ukasukuma kizazi kikaenda ndani. Wewe nisikilize, wewe daktari, wewe ni mjinga mpumbavu, una akili. Wewe na wasiwasi umesoma darasa la pili la chini ya mti, tena darasa la pili C. Tena enzi hizo ulikuwa unavaa suruali kaptula ya kaki na kaufagio kako, shati imechanika begani. Ndio wale watoto ambao mlikuwaga mambumbumbu shuleni. Macho yako kabisa yanaonekana huyu bibi yake ni mchawi. Wewe una udaktari gani wewe mpumbavu wewe? Mimi nakuelezea utoe mimba, unasema huelewi. Bwana nao unanichanganya. Wewe utoe hii bwana. Wewe naye nini? Uelewi kitu gani? Wewe unajua masuala mtu afanye kazi. Unajui wewe? Unajui mtu akiwa hawezi kufanya kazi? Unajui? Hebu ondoka huko, ndio wale ambao wewe umesoma darasa la pili ya chini ya mti. Nenda bwana wewe. Mtu nimekuelewesha kila kitu. Udugu wangu Farida Mashombo, nisamehe. Huyu mwenda azimu hajielewi. Na ulivyosema huyu wa kusoma mimi nimekuelewa vizuri. Wewe ni mpumbavu. Wewe naye kumwangalia mtu unashindwa. Kila mtu ana muonekano wake. Wewe ukimwangalia kabisa unamwona daktari. Huyu msala wewe ndio umeharibu. Huyu ukimwangalia style yake alivyovaa, anavyotembea, kichwa chake, daktari huyu. Daktari ameshindwa kutumia hata neno moja la Kiingereza. Kuna daktari hapa. Mimi mwenyewe nimempanga vizuri tu. Lengo langu arekebishe jambo nipate ganji. Lakini mjinga elewi. Unataka ganji, si ndio? Sasa sikia, tuache haya. Mimi acha niende. Kwa sababu wewe wa kwangu nitakutafutia daktari mwingine kukuletea. Sikia, wewe ngoja. Nini tena? Sura yangu imepoteza nuru. Twende ukanichachue. Mpenzi. Twende ukanichachue. Farida Mashombo, ndugu wangu bwana. Twende ukanichachue.
Twende. Farida Mashombo bwana, wewe ndugu yangu bwana. Wewe ndugu yangu unajua udugu wangu Unavunja undugu hivyo. Mara moja bwana. Mimi nimekula nimeshiba bwana. Twende ukanishushie. Baba naye ja ukweli. Watoto misumari.